Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye Omwana Webegetutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu, kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu, ndani ya AGR FM. Right, karibu tena mpenzi mtazamaji ndani ya AGR magazetini leo hii, ikiwa ni Jumatatu tarehe 31 mwaka 2021, ambapo tutaenda kukupakulia yale yaliyomo kwenye magazeti yetu hii leo. La kwangu hapa ni The Standard, jina langu likiwa ni Edwin Mukaya. Nikiwa na gazeti la Taifa Leo na nikiwa ni Videl Omochoge, tutakupakulia tu moja kwa moja. Hivyo tunakuomba uweze kushare the stream upande wa YouTube, tuko live, share, comment ili uweze kujijuza yale ambayo yamepewa kipaumbele katika gazeti zetu. Naam, ukurasa wa kwanza moja kwa moja gazeti langu hapa The Standard, tutaenda kuangalia yaliyomo ndani. Hapo tunapa rais wa nchi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta aonyesha nguvu zake za uongozi anapotembelea ama kuzuru maeneo ya Kisumu, kuhakikisha kwamba miradi ambayo ilianzishwa imetekelezwa ili kuafikiana na siku ya Madaraka Day ambayo itakuwa tarehe mosi. Vile vile hayo tutayangazia katika ukurasa wa 4. Vile vile ukurasa wa 8 tutaenda kuangalia kisa cha aliyekuwa mwanasquatter, alikuwa anaitwa kama baba wa squatter ambaye aliweza kuaga dunia, Kalembe Ndile. Hayo yote ni katika ukurasa wa 8. Vile vile tutangazia jinsi kuna mvutano katika eneo la Mlima Kenya, Mlima Kenya hapo ambapo tunaona kwamba watu wa eneo la Mlima Kenya Magharibi pamoja na Mlima Kenya Mashariki vile vile wanaendelea kukuwa na mvutano kidogo, manake kuna uongozi ambao wanasema eneo moja linadai kuwa aliongoze, lingine linadai kuongoza. Vile vile hayo tutaangazia katika ukurasa wa 6 na 7. Ukurasa wa 3 vile vile tutangazia chopa ama ndege ambayo iliweza kuanguka ama kuporomoka, ambapo Raila aliweza kuungana na rais wa Kenya pale Siaya, na pindi tu alipotoka ndani mule gari ya ndege hiyo iliweza kuchomoka. Katika ukurasa wa 12 tunaangazia kuna vifo mbalimbali vimekuwa vikiangaziwa hapa nchini Kenya, cha karibu zaidi kikiwa cha yule mwanabiashara Somali Best. Kwa hivyo watu wanajiuliza nini kinaendelea, ni askari ambao wanasababisha hayo ama kuna kundi haramu ambalo linasababisha hayo. Hayo ni katika ukurasa huu wa kwanza gazeti la The Standard. Tunaenda kuangazia hayo kwa kina hapa ndani. Tuangazie pengine Taifa Leo. Nikiangazia gazeti hili la Taifa Leo, kuna yale ambayo yamechapishwa katika ukurasa huu wa mbele, pale ambapo tunaanzia ukurasa wa 2. Ukurasa wa 2 unasema kwamba Uhuru angusha minofu kwa Raila. Hii ni baada ya rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta gusuru eneo la Kisumu ama mji wa Kisumu ili kuweza kusindua miradi mbalimbali ambayo wanasema kwamba ni manufaa ya handshake. Inasema kwamba jana wakati Uhuru Muigai Kenyatta alitua pale, aliweza kwenda moja kwa moja hadi katika maeneo ambayo ni ya kinara wa chama cha ODM Raila Odinga katika kaunti ya Siaya ili kushindua mradi wa maji katika kaunti hiyo. Huo ni ukurasa wa 2. Tutangazia zaidi katika ukurasa wa 2 pia wanasema kwamba Speaker Muturi aripu hesabu ya Raila na Ruto katika Mlima Kenya. Baada ya Speaker Muturi kuweza kuidhinishwa kama msemaji wa Kenya kutoka Mlima Kenya. Katika ukurasa wa 4 tutazungumzia haya. Wanasema kwamba curfew kuendelea kwa siku 60, Saidi asema Matiang'i.
Huo ni ukurasa wa 3, tutaangazia hayo. Katika ukurasa wa 2 pia kuna huyu kiongozi ambaye alikuwa anawaongoza wasiomtambua Mungu, hatimaye aonekaniwa na Yesu Kristo na pia akaweza kujiusuru. Kumbuka kwamba kuna kile chama ambacho ni wasiomwamini Mungu kimeweza kumpoteza aliyekuwa anawasimamia, anaitwa kama Zeth Muhinga, aliweza kujiuzuru na kusema kwamba yeye ashampata Mungu kama mwokozi wake. Huo ni ukurasa wa 2, tutaangazia hayo. Katika ukurasa wa 6 hadi 7 kama kawaida ni zoezi la mitihani wa CRE and Social Studies 2021. Katika ukurasa wa 4 wanasema kwamba hasara bofu ndofu wakififamia vijiji, tutaangazia hayo, huku wakisema kwamba Chelsea yatoa ubabe wa UEFA kwa kuangusha Man City. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa mbele katika gazeti la Taifa Leo. Shukrani sana. Ukurasa wa 2 gazeti la The Standard kama kawaida tunaangazia historia kidogo. Hapa leo tutaenda kuangazia wakati Kenya ilipata uhuru ambao ni mnamo tarehe 12 Disemba mwaka wa 1963, wakati nchi ya Kenya ilipata uhuru baada ya kumaliza miaka 69 ukoloni, ambapo tulikuwa Wakenya walikuwa wanaongozwa na Waingereza. Kwa hivyo hapa tunaangazia ule usiku ambapo bendera ya Uingereza iliweza kuzushwa, huku bendera ya Kenya ikiwekwa ama ikipeperushwa. Kwa hivyo tunaangazia hapa usiku huo wa siku hiyo ya 12 mwaka 1963. Watu walijumuika pale Uhuru Gardens Park pale Nairobi, ambapo bendera ya Uingereza ambayo inajulikana kama Union Jack iliweza kuzushwa, huku ya Kenya ikipeperushwa. Ya Union Jack iliweza kuzushwa for the last time, ilikuwa inazushwa wakati kulikuwa na zile ama vile vita hivyo, lakini hiyo ilikuwa ni mara ya mwisho pale ambapo Kenya ilipata uhuru. Na ikumbukwe kwamba wakati huu kulikuwa na Governor Malcolm MacDonald pamoja na aliyekuwa waziri mkuu ambaye ni Jomo Kenyatta. Vile kuna picha hapo imechapishwa kwenye ukurasa wa 2. Tunaona Malcolm MacDonald pamoja na waziri mkuu wakitembelea kukagua jeshi ambalo wakati huu ilikuwa inaitwa kama Kenya African Rifles, KAR. Kwa hivyo ni historia ya kupendeza zaidi, unaweza isoma hapo. Kisha tunaangazia jinsi McDonald alikuja humu nchini Kenya. Mwanzo alikuja tarehe 4 mwaka 1963 Januari. Alikuja ili kuhakikisha kwamba wamepigana vyema zaidi na Kenya imepata uhuru. Hayo utaangazia ukinunua gazeti lako la The Standard ili uweze kujisomea historia hiyo kwa kina. Ukurasa wa 3 hapa tunaangazia waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson, ambaye sasa hivi ameweza kufanya harusi na kuoa mara ya 3. Manake ndoa yake ya kwanza ya pili haikufanya kazi ama haikuendelea, kwa hivyo ikabidi kwamba ameweza kuoa. Kwa hivyo katika hiyo harusi iliyohudhuriwa na wale wachache tu ambao walialikwa, ambao ni rafikize, na ilikuwa ni hafla ambayo ilikuwa na wageni 30 tu ambao waliweza kufika pale. Kwa hivyo Boris Johnson ambaye ana miaka 56 aliweza kuunganishwa na bibie ambaye ni Carrie Simons pale Westminster Cathedral, na hiyo harusi ilikuwa chini ya maji tu, watu wengi wasije wakajua. Kwa hivyo ilikuwa ni invites only ambao waliweza. Nakumbuke kwamba vile dini ya Kikatholiki inakubali kwamba inaweza unganisha watu wawili, ingawaje aliweza kuwa hapo awali lakini haikuwa halali ama hawakuifanyia pale kanisani. Kwa hivyo kuna uwezekano wa kuunganisha wawili ambao washatalakiana katika ndoa zao zilizopita, kutokana na ukurasa huo wa 3. Vile kwenye ukurasa huo ndo tunaangazia ndege iliyokuwa imembeba Raila kuelekea pale Siaya, iliweza kukagua miradi mbalimbali ambayo ilikuwa inafanywa na Rais Uhuru Kenyatta pamoja na mawaziri zaidi ya 15. Kwa hivyo alipotoka pale mle ndege
ndegeni. Baada ya dakika 45 hivi hiyo ndege iliweza kucrash, ambapo kuna rubani wa ndege hiyo ambaye alikuwa anaitwa nani? Jina yake imenikosa hapa kidogo. Kulikuwa na rubani ambaye alisema kwamba kidogo ndege hiyo ilipata shida alipokuwa anaipeperusha ili kutoka pale Siaya, ikakuwa na technical error, ikaweza kucrash. Kutokana na polisi Julius Mwambanga alisema kwamba hayo yalitokea tu baada ya kinara wa ODM Raila Odinga kutoka mle kwenye lile ndege. Vile vile kutokana na captain ambaye hakuumia, ambaye rubani alisema kwamba vile vile kulikuwa na abiria mmoja ambaye alikuwa anaitwa Peter Mbeka ambaye kidogo aliweza kulalamika kuhusiana na kifua chake ambacho kulikuwa na uchungu mwingi zaidi, ingawaje alikuwa katika stable condition. Kwa hivyo ndege hiyo ama helikopta hiyo ilikuwa aina ya Bell 407 ambayo ilikuwa na nambari ya usajili 5YPSM ambayo ilikuwa ni ndege ya Peniel Air ambayo iliweza kucrash mnamo saa 10:30 za jioni. Hayo ni katika ukurasa wa 2 na 3. Katika ukurasa huu wa 2 na 3 katika gazeti hili la Taifa Leo, ni kama kurasa hizi mbili ndizo zimebeba habari kuu ama taarifa kuu katika gazeti hili la Taifa Leo. Ningependa tu nichukue muda kidogo ili nianze kuziangazia. Katika ukurasa wa 2, taarifa ya kwanza nasema kwamba Muturi aharibu hesabu za Raila na Ruto Mlima Kenya. Hii inakuja baada ya kutawazwa kwa spika wa bunge la taifa Justin Muturi kama msemaji wa jamii za Mlima Kenya. Kumbe kwamba wengine wamekuwa wakilalamika kuhusu kutawazwa huku wanasema kwamba umefuruga siasa katika eneo hilo, huku naibu rais Daktari William Ruto na kinara wa chama cha ODM ambao wote wawili wana nia ya kuzoa kura kutoka kwa eneo hilo. Kumbe kwamba siku ya mahubiri ama prayers day, naibu rais William Samoei Ruto aliweza kuzungumzia swala hilo. Wengine wakasema kwamba ni kama alikuwa anamchochea Justin Muturi, akisema kwamba nyakati hizi ambazo tulikuwa tumekaa tukipigana na ugonjwa wa COVID-19 wengine waliweza kufaulu. Kama Justin Muturi anasema kwamba alienda akaweza kujitawaza na kutawazwa kama msemaji wa watu kutoka Mlima Kenya. Swala hilo limeweza kuzua hofu miongoni mwa wanasiasa, huku wengine wakisema kwamba Justin Muturi wanaendelea kufanya mazungumzo ili kuona kwamba William Samoei Ruto atamteua moja kwa moja ili kuwa mgombea mwenza katika kiti cha urais mwaka wa 2022. Wengine wakisema kwamba unajua William Ruto alikuwa na nia ya kufanya kazi na Mwangi Kiunjuri ambaye ni mwenyekiti wa chama cha The Service Party. Wanasema kwamba William Ruto alikuwa na nia na huwa anafanya kazi moja kwa moja kwa ukaribu sana na Mwangi Kiunjuri ambaye pia amehudumu kama waziri wa kilimo. Huku wengine wakisema kwamba kinara wa chama cha ODM Raila Odinga alikuwa amemsifia sana Bidha Kenneth PK ambaye pia amewania urais wakati mmoja. Wanasema kwamba PK ndiye alikuwa ameidhinishwa ama ndiye alikuwa anafanya kazi kama msemaji wa watu kutoka kwa Mlima Kenya. Sasa Speaker Justin Muturi ametua kiti hicho, wakisema kwamba anafanya kazi kwa ukaribu sana na rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta. Anasema kwamba rais pia aliweza kumteua kwa msemaji wa watu kutoka Mlima Kenya. Huu ni ukurasa wa 2, taarifa ya kwanza. Taarifa ya pili wanasema kwamba rais kuzindua msururu wa miradi katika ngome ya kisiasa ya mshirika wake kwenye handshake. Hii ni baada ya rais wa Jamhuri ya Kenya kusafiri na kutua eneo hilo la Nyanza pale Kisumu. Wakati ambapo alifika mule aliweza kwenda ama alielekea moja kwa moja hadi kaunti ya Siaya ambako ni nyumbani
kwa bwana Odinga ambaye ni kinara wa chama cha ODM ili kuweza kuzindua miradi mbalimbali pale ambapo alizindua mradi wa unadhivishaji wa maji. Kumbuka kwamba reli ya Nakuru Kisumu pia ilikuwa miongoni mwa miradi iliyotarajiwa kuzindua, lakini kumbuka kwamba mradi huo wa reli haukuzinduliwa sababu haukuwa umekamilika. Kumbuka kwamba mradi kama huo kuna mradi ambao anatarajiwa kuzindua hivi leo, mradi wa bandari ya Kisumu yenye dhamana ya bilioni 3. Kumbuka kwamba pia kuna treni ambayo anafaa kuizindua leo katika Kisumu pale. Hivyo kuna yale manufaa. Wanasema kwamba Uhuru kuna hii taarifa ambayo alikuwa amezungumzia hapa nje, wanasema kwamba angusha minofu pale Nyanza. Hii ni uzuri wa handshake. Jua wengi walikuwa wameshtumu ile handshake kati ya Uhuru Muigai Kenyatta na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga, wakisema kwamba walikuwa wanajitakia tu wenyewe. Raila Odinga alikuwa anajitakia tu mwenyewe. Lakini sasa imebainika kwamba handshake hii imeleta ama imezaa matunda katika mkoa wa Nyanza. Hiyo ni taarifa ya pili katika ukurasa huu wa pili. Taarifa ya tatu inasema kwamba Uhuru aongoza wa Kenya kuomboleza Kalembe Ndile. Kalembe Ndile alikuwa mbunge wa zamani wa Kibwezi ambaye aliaga dunia hapo jana, wakisema kwamba amekuwa akipambana na ugonjwa kwa muda mrefu. Sasa aliweza kupumzika hapo jana. Mwili wake ulipelekwa katika mochari ya Lee Funeral Home inayopatikana katika chichi la jiji la Nairobi. Katika ukurasa huu pia kuna hii taarifa ambayo wanasema kwamba kiongozi wa wasiomcha Mungu aonekaniwa na Yesu. Kumbe huku Kenya kuna watu ambao hawamtambui Mungu. Kuna lile kundi ambalo la watu ambao hawamtambui Mungu linaitwa kama AKS. Kuna yule ambaye alikuwa anawasimamia kama Said Muhinga. Alisema kwamba sababu ya kujiuzuru kwake ni vile amemuona Mungu na Mungu amemuonekania. Sasa yule ambaye ni msemaji anasema kwamba anamtakia tu mema na anaomba Wakenya wote kwa jumla kwamba kiti chake kimo wazi. Anasema kiti cha ukatibu katika chama hicho cha wasiomcha Mungu kimo wazi. Hivyo Wakenya wanaweza tuma maombi ya kazi ili kutua kiti hicho ambacho sasa kimo wazi. Kuna malipo hapo? Nikidhani kuna marupurupu tu. Kuna marupurupu ambayo hawezi kwa katibu bure. Lazima kuwe na marupurupu fulani. Katika ukurasa huu wanasema kwamba curfew kuendelea hadi Julai 27. Unaona curfew inaendelea kweli huku Kisii? Ama huo muda hujai kupata ukiwa ipo, lakini ni ule ukali ambao umelegezwa kidogo. Lakini ipo tu. Na watu wanafaa mask kweli hivyo? Natembea unaona watu wakiwa kwa mask? Si sana. Watu ni kama wameanza kulegeza zile katikuli za kawaida, lakini kidogo sielewi, lakini watu siku hizi kidogo hawavai barakoa. Marufuku ya kutokuwa nje kati ya saa 10 asubuhi hadi saa 4 alfajiri itaendelea hadi Julai 27. Kupitia kwa gazeti rasmi la serikali, waziri wa usalama Fred Matiang'i aliongeza muda wa curfew kwa siku 60. Huo ni ukurasa wa pili. Na ikiingia katika ukurasa wa 3, wanasema kwamba Ruto sasa aingia vijijini akilenga kufumisha chama cha UDA. Kumbuka kwamba chama cha UDA bado ingawa naibu rais William Samoei Ruto alisema kwamba atatumia chama hichi kuwania urais kama 2022, bado chasimama na kusema kwamba chama hichi ni changu. Najua bado hachasema. Lakini kwa wale ambao wanasimamia chama hichi ni wandani wake, pia yeye anafumisha chama hiki. Mtu akiwin kupitia kwa chama hichi, Ruto anasherehekea. Lakini wanasema kwamba chama hichi kinahusishwa naye Dr. William Samoei Ruto. Sasa wameanza kampeni ambazo zitakuwa zinafumisha chama hichi cha UDA katika vijiji ili kuona kwamba wanazoa viti vingi kama 2022. Kuna huyu ambaye ni msimamizi wa chama hichi
anaitwa kama Bi Veronica Maina, ndiye katibu mkuu wa chama hichi, anasema kwamba wameandaa msururu wa mikutano ili kuona kwamba chama hichi kinapata umaarufu ili kuzua viti vingi come 2022. Katika ukurasa huu pia wa tatu ni helikopta iliyokuwa imembeba Raila yaanguka Bomet baada ya kumshukisha. Mwenzangu alizungumzia swala hilo, na kuna hii taarifa ambayo imekuwa ikizua katika mtandao ya kijamii, taarifa ambayo kuna kipanda ama kuna barabara ambayo ilifunguliwa pale Nairobi na Atwoli, jina la Francis Atwoli likawekwa pale, ikaitwa jina la Francis Atwoli. Kitu hicho ama lile bango liliweza kutolewa pale na watu ambao hawajulikani. Sasa Atwoli anaomba kwamba wale ambao walipandua lile bango pale waweze kushikwa. Sijui anasema kwamba wale ambao aliongoa kipao cha barabara chenye jina lake wanaswi. Kumbuka kwamba barabara hiyo ilikuwa inafahamika kama Dik. Ilikuwa inafahamika kama Dik baada ya watu ama jiji la Nairobi NMS kuweza kulipandua jina hilo la Dik na kuliita jina la Francis Atwoli. Sasa Francis Atwoli anaomba wale tu ambao walihusika katika mpango wa kungoa kipao hicho waweze kunaswa. Hayo tu ndio yalikuwa yameangazia katika ukurasa huu wa 2 na 3, na likionekana ni kama taarifa katika gazeti hili kuu ilikuwa katika ukurasa huu wa 2 na 3. Naam, ukurasa wa 4 hapa gazeti la The Standard. Hapa tunaangazia Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kinara ODM Raila Odinga. Wanaonyesha kwamba rais ameweza kuzuru eneo la Kisumu pamoja na waziri 15 pamoja na principal secretaries ambao walifika pale kuonyesha zile nguvu za urais na uongozi. Vile vile tuna kwamba kuna miradi anuai ambayo imeweza kuanzishwa pale kuhusiana na hayo yote ambayo yanatendeka pale. Kwa hivyo naona kwamba kuna ule usawa kidogo kutokana na ile handshake baina ya Uhuru pamoja na Raila. Hapa miradi mingi imeweza kuanzishwa pale Kisumu ama Nyanza kwa to be specific. Niliona pale anaitwa nani Moses Kuria kwenye ukurasa wake wa Facebook jana aliweza kutia doa na kukosoa kwamba kidogo tuna kwamba Raila ameweza kupata kidonge, tuseme ameweza kupata si tonge, amepata tonge kidogo kutokana na hii handshake. Akasema kidogo rais alisema, kuna mahali rais alisema kuwa tumia huu muda ambao tuko na Raila wenu vizuri. Kwa hivyo ndo walikuwa wanauliza kwamba kidogo ukitaka miradi ifanyike pale kwenyu lazima kama mwananchi mkuwe na kiongozi ambaye anahusiana vyema na rais wa nchi ya Kenya. Hayo ndo hayo katika ukurasa huo wa 4. Ukurasa wa 4 huo bado tunaangazia chama cha UDA na kampi ya kinara kunradhi ya naibu wa rais William Samoei Ruto. Kidogo tunaona kwamba ingawaje waliweza kutatua mizozo uliokuwako pale baina ya chama cha PEP ambacho kinasimamiwa na Gatundu MP Moses Kuria, kidogo bado tunaona kwamba bado kuna ule mvutano ambao unaendelea unaendelea kuchacha. Kutokana na yale kulikuwa na uchaguzi pale Kiambaa, na kidogo PEP ilikuwa inataka kutoa kiongozi wake, huku UDA pamoja ambao wako kwenye kambi moja pia ilikuwa inataka kutoa candidate. Lakini kidogo baada ya mambo mengi kutokea, Moses Kuria aliweza kusema kwamba kidogo hawezi chama chake cha PEP hakiwezi kufield any candidate. Lakini sasa hivi tunaona kwamba kidogo anasema kwamba alifanya kosa kubwa. Sasa yeye anajutia kwamba mbona alifanya hivyo, na akasema ngawaje alifanya hayo hakupewa pesa, hakukuwa bribed ama kupewa hongo. Hivyo anasema kwamba ilikuwa ni yeye tu mwenyewe aliweza kufikiria na akasema kidogo haifai, akamtoa yule akasema
alisema hawezi field any candidate, lakini sasa hivi amesema kwa kuna uchaguzi ambao utafanyika pale Kiagu Ward, na amesema kwamba atakuwa na candidate wake. Hata kama UDA itakuwa na candidate, pia yeye atakuwa na candidate. Wataenda pale kwenye ballot pamoja, na vile vile waliweza kuhakikisha akisema kwamba mambo yote watakuwa yanafanya kama PEP. Kama kuna uchaguzi, baada atakuwa anatoa kiongozi wa chama chake cha PEP, na atakuwa na kampenia na atakuwa na consider UDA kama ODM pamoja na Jubilee. Hivyo ni kama wapo pamoja. Lakini pale mwisho akasema kwamba katika uongozi nayo anaheshimu sana Ruto na atamsupport kwenye uongozi wa presidency, lakini haya mengine bado kwa hivyo tunaona kwamba bado kuna moto ambao unaendelea kuhakikishwa pale kwenye kambi ya UDA. Ukurasa wa 6, hata namna lolote ukurasa wa 6 hapa ndo tunakutawazwa kwa Justin Muturi ambaye ni speaker wa bunge, ama kama msemaji wa eneo la Mlima Kenya, ambao umeleta mambo mengi zaidi, umezua mgogoro baina ya watu wa Mount Kenya Magharibi na watu wa Mount Kenya Mashariki. Kidogo wanasema kwamba maeneo kama eneo la Mashariki kuna watu wengi ambao wametolewa pale, viongozi wengi, kwa hivyo kukue na usawa. Kwa hivyo jambo kidogo inaleta mvutano wa kisiasa pale katika eneo la Mount Kenya. Kurasa wa 5 na 6 huo. Kurasa huu wa 4 ni habari za county. Pale ambapo wanasema kwamba county ya Baringo, mbunge aomba serikali imarishe katika lishe katika shule. Najua wanafunzi wamerudi shule na kuna ugonjwa wa COVID-19, hivyo mbunge huyu anasema kwamba mbunge wa Baringo ya Kati ndio kama Joshua Kiandie anasema kwamba serikali ya kaunti ya Baringo iweze kuimarisha na pia kufuata yale masharti katika shule mbalimbali ili kuona kwamba wanalinda maisha ya wanafunzi. Katika kaunti ya Meru kuna huyu mzee Rutere sasa kuzikwa weekend. Kumbuka mzee Rutere alikuwa mwenyekiti wa baraza la kitaifa, mzee Vals Rutere aliaga dunia, atazikwa nyumbani kwake BBC kaunti ya Meru Jumamosi ijayo. Katika kaunti ya Siaya kuna Media Council of Kenya wanasema kwamba inazindua kanuni mpya za maadili ya wanahabari nchini. Hilo ni baraza la wanahabari nchini, Media Council of Kenya. Katika ukurasa huu pia wanazungumzia kuhusu kaunti ya Nairobi. Wanasema kwamba mwili wa aliyekuwa amezombwa na maji ya mafuriko bado kutafutwa. Kuna mwili ambao bado hujapatikana katika sehemu ama maeneo ya Saubi. Kuna mwanaume mmoja ambaye alizombwa na maji katika mtaa huo wa Mabanda katika kaunti ya Nairobi. Sasa wanasema kwamba mwili huo wanaendelea kusaka. Katika kaunti ya Kwale wanasema kwamba jamii yapata tumaini la kuanza kuvuna hela za madini kutokana kwa kampuni ya Base Titanium. Ni ukurasa huu wanaangazia kila kaunti, huku wakisema katika kaunti ya Kilifi kuna wanyama hawa ambao ni ndovu ambao wameweza kufanya hasara kubwa, huku wakifahamia vijiji mbalimbali katika kaunti hiyo ya Kilifi. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 4-5 katika gazeti la Taifa Leo, huku nikiangazia ukurasa wa 6 ni jaribio la mitihani wa Social Studies and CRE. Ukurasa wa 7 the same. Mtangazia ukurasa wa 8 hapo baadaye. Na ukurasa wa 8 hapa gazeti langu la The Standard hapa naangazia maisha ya Kalembe, mwana wa squatter ambaye anaitwa Kalembe Ndile. Aliweza kuaga puja na asubuhi akiwa na miaka 57 kutokana na habari iliyotolewa na ndugu yake ambaye ni Samuel Ndile, vile vile ambaye ni msemaji wa familia hiyo. Aliweza kusema kwamba Kalembe Ndile kidogo alikuwa na shida ya ini ambayo alikimbizwa pale Aga Khan, kutoka Aga Khan akapelekwa pale Nairobi Hospital. Pale Nairobi Hospital aliweza kufanyiwa upasuaji, lakini alipofanyiwa upasuaji hali yake iliweza kudhoofika zaidi na kufikishwa kwenye chumba cha intensive care unit, na hapo ndo aliweza kuiaga dunia. Hayo aliyasema pale akiwa pale Lee Funeral Home. Kwa hivyo Kibwezi MP ambaye alikuwa ni Kibwezi MP ama ni mbunge wa zamani wa
Kibwezi alikuwa ni mtetezi wa maskwota, ndio maana akaitwa mwana wa skwota, aliyekuwa ametoka katika familia ambaye haikuwa inajiweza. Pale alikuwa anachoma makaa kidogo na hakuwa na kile kisomo zaidi chenye kinahitajika, lakini kutoka pale akaweza kuwa mwanasiasa akawa mwanasiasa kwenye the national arena. Kidogo ndo hayo historia ya mwenda zake, ambapo aliweza kumininiwa sifa sufufu kutoka kwa viongozi, kutoka kuanzia kiongozi wa nchi ambaye ni Uhuru Kenyatta, naibu wake William Ruto, pamoja na kinara wa ODM Raila Odinga, pamoja na viongozi wengi, pamoja na wananchi anuai. Hayo yameangaziwa katika ukurasa wa 8, ambao anasema Kidogo alizaliwa mwaka wa 1964 na aliweza kuiaga dunia mwaka wa 2021. Ni historia nzuri zaidi ambao unaweza jijuza kuhusiana na maisha ya mwenda zake Kalembe Ndile katika ukurasa huo wa 8. Ukurasa wa 9 hamna lolote. Ukurasa wa 10 hapa ndo tunaangazia ndege moja ambaye ni kasuku aina ambaye pengine ana rangi ya kijivujivu. Huyo kasuku kidogo anasema kwamba ni aina ya ndege kidogo ameanza kudidimia kutokana na wale wawindaji. Kuna windaji ya manake ndege huyu ana demand zaidi, anahitajika zaidi pengine hapa nchini Kenya na nje ya nchi. Kwa hivyo wanahofia kwamba kidogo ndege huyu anaendelea kudidimia katika mazingira yetu hapa nchini Kenya. Ukurasa wa 10 huo. Katika ukurasa huu wa 8 wanasema kwamba NHIF ivae maskini wanaougua corona. Kumbuke kwamba tangazo la mwenyekiti wa hazina ya bima ya taifa ya afya NHIF Bwana Lewis Nguyai kwamba hazina hiyo haitagharamia matibabu ya COVID-19 kwa watu wasiolipa ada zaidi ya 1,000 kila mwezi. Linashtua na limefunja moyo wale watu ambao ni wanachama ambao wanalipa fidia hiyo kwa shilingi 500 kila mwezi. Kumbuka kwamba ilitangazwa kwamba wale watu ambao huwa wanalipa shilingi 1,000 kila mwezi ndio tu watakao gharamiwa ama ndio tu watakao tumia NHIF ili kuweza kutibiwa COVID-19. Lakini wale ambao wanalipa shilingi 500 ambao ni Wakenya wa kawaida hawatakuwa wanafidiwa katika bima hiyo ya afya. Huo ni ukurasa wa 8, taarifa ya kwanza. Katika ukurasa huu wa 8 pia wanasema kwamba pendekezo la TSC huenda liibue changamoto kwa walimu. Kuna lile pendekezo la tume ya kuajiri walimu nchini TSC kutaka mabadiliko kuhusiana na kosi wanazosomea walimu linasua maswali kadhaa. Tangazo hilo pia limeweza kukosolewa na wanachama wengi kutoka kwa chama hicho cha TSC. Katika ukurasa huu wa 8 asioni taarifa ya mara na kimbia hadi ukurasa wa 9 ambapo ni wa 10 ambapo ni barua tu zile ambazo zimeandikwa na Wakenya tofauti. Kuna barua ya kwanza ambayo naona wanasema kwamba walimu wapige marufuku lugha ya Sheng katika vikao darasani. Anasema kwamba walimu wapige marufuku lugha ya Sheng katika vikao vingi darasani. Unajua walimu wengi wanapenda kutumia Sheng sana katika wakifunza darasani. Hivyo wanasema kwamba kuna mmoja ameandika barua akisema kwamba walimu wapige marufuku lugha hiyo ya Sheng sababu haipo katika mitihani, haijaribiwi katika mitihani, waweze kuitupilia mbali. Hiyo ni taarifa ya kwanza ama barua ya kwanza. Barua ya pili wanasema kwamba kesi kuhusu BBI isikizwe wazi. Hiyo ni barua ya pili. Naona kuna barua ya 3 wanasema kwamba asasi husika za serikali sasa zidhibiti majanga mbalimbali, msongamano wa jijini balaa. Hizo ni baadhi ya barua ambazo zimeandikwa huko akisema kwamba rais hakikishe viwanda vya sukari Nyanza vinafunguliwa. Hizo ni baadhi ya barua ambazo zimeandikwa katika ukurasa huu wa 10. Huku ukurasa wa 11 ni Dimba huko akisema kwamba huyu John ndiye andazi mtoa uhamisho 2021. Kumbuka kwamba Chelsea iliweza kuzua ubingwa UEFA Premier League
Liga. Katika ukurasa huu wa 11 ni dimba tu inazungumziwa, sijui unaangazia hilo lako, ndiposa nikuje nimalizie gazeti hili lako. Na ukurasa wa 12 hapa tunaangazia kuna vifo vingi zaidi vimeweza kutangazwa hapa nchini Kenya. Watu wengi ambao wamewakiaga kwa njia ambazo ni tatanishi. Kidogo nasikia fulani hayupo, familia inamtafuta, iko katika ile hali ya kumtafuta, amekosekana, mwisho unapata mwili wake umepatikana mahali fulani ambaye pengine ashauawa pengine. Kisa cha hivi majuzi kikiwa cha Mohamed Bashir Mohamed ambaye alikuwa mwanabiashara. Kifo chake pia kilikuwa cha kutatanisha zaidi, ingawaje uchunguzi bado unaendelea. Kwa hivyo maswali yameibuka kwamba ni nani anayesababisha vifo hivi. Kuna wale wanasema kidogo pengine kuna kikundi cha askari ambao wanasababisha vifo hivi. Kuna wale wanasema pengine kuna kundi haramu ambao limejitenga na linafanya uhuni huu. Kwa hivyo ni swali ambalo watu nazidi kujiuliza kuwa je, ni nani anasababisha vifo hivi? Ni kundi haramu ama kuna kundi la askari ambao ni haramu linasababisha vifo hivi. Na ukurasa wa 13 vile vile tuangazia hapa kwamba kuna shule moja na imeanzishwa pale Uasin Gishu ambayo itakuwa inakuza talents ama talanta hasa katika kitengo cha sanaa. Itakuwa inafunza wanafunzi jinsi ya kutumia vifaa anuai vya muziki, na kwa hivyo shule hiyo iko pale Rupaz Fun and Fitness Center na inaangazia kwamba kidogo katika eneo hilo watu wengi ambao kuna talanta hasa za kimuziki watakuwa wameimarika zaidi. Ukurasa wa 13 huo. Pengine niangazie ukurasa wa 14 hamna lolote. 15 hapa ndo tunaangazia kwamba wanafunzi anuai katika shule mbalimbali za sekondari hupitia changamoto nyingi zaidi, na hizi changamoto nyingi huwa zinawafanya vyema, zinawa-equip ili waweze kuwa better leaders, waweze kuwa viongozi wa kesho. Ni historia nzuri zaidi, inaangazia sana sana yale yanayotokea kwenye shule mbalimbali, zinakuwa pale pengine shule za msingi na vile vile shule za sekondari. Na hayo ni katika ukurasa huo wa 15. 16 hamna lolote. 17 mwisho maoni kama kawaida. 18 leo hii maoni yapo kwenye ukurasa wa 18 na tunajua kawaida huwa katika ukurasa wa 17, lakini leo hii tunaangazia kwamba kuna yule gavana wa kaunti ya Busia ambaye ni Sospita Ojamong ambaye kidogo anakuwa ni mteso. Tunajua Busia inabeba wateso kiasi, kuna Waluya pale. Kwa hivyo anasema ikuwe kwamba uongozi wa ugavana huwe ni rotational, kutoka jamii hii kwenda jamii nyingine. Kuna wale wanapinga, kuna wale wanaunga mkono wakisema kwamba uongozi, kuna wenye kuunga mkono wanasema kwamba ni vizuri, manake kuna jamii zingine ambazo ni kubwa zaidi ya zingine. Kwa hivyo na zile zenye kidogo ni chache, wanasema kidogo wanastahili kutawazwa pia, wapewe uongozi ili pia wao wasemeke na vile vile maendeleo yaweze kufanyika katika maeneo yao. Kuna wale vile vile wanasema haifai manake kiongozi uchaguliwa, yeyote tu atakayesimama achaguliwe basi ndo huyo. Hayo ni maoni katika ukurasa huo wa 18. Katika ukurasa huu wa 14 ni dimba pado pale ambapo wanasema kwamba kigogo mchezo wa jadi usiobagua umri au hadhi au cheo. Unajua kuna ule mchezo ambao ulikuwa unachezwa kitambo sana, unaitwa kama mchezo wa bao ama kigogo. Ni watangu jadi jimbo la Pwani na unasidi kupendwa na watu matabaka yote hasa wazee. Ni mchezo unaoashiria utamaduni wa Pwani na unachezwa mara baada ya kazi ya usiku kutua, hasa nyakati za jioni. Huu ni mchezo ambao hata pale nyumbani naona wazee wanaucheza, vijana pale wote wanatumia mchezo huu huku wakinywa kama ni kahawa pale katika mkahawa mbalimbali. Katika ukurasa huu wanasema kwamba klabu ya Gatongora kiwanda cha kunoa
vipaji vya kabambu. Kuna Nairobi wanasema kwamba Ulinzi Stars FC yazidi kutamalaki. Starlets wanasema kwamba katika kaunti ya Kakamega shindo yaelekea Rangers upeoni. Nairobi wanasema kwamba mwanasoka wa zamani Harambee Stars afariki dunia. Zablon Amanaka huyu alikuwa mchezaji wa Harambee Stars hapo zamani. Wanasema kwamba Odimbiki wanyanyua kujua hatima yao leo. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa mwisho, nikiona ni Chelsea wakisherehekea kuwa mabingwa ama wababe wa UEFA kwa kuangusha Man City. Hayo tu ndio yameangaziwa katika gazeti hili zima la Taifa Leo. Na ndo hayo tu. Kumbuka hayo ni baadhi ya yale yameangaziwa kwenye gazeti la The Standard, pia vile vile na gazeti la Taifa Leo. Waweza pata nakala yako ama gazeti lako uweze kujisomea mengi zaidi kwenye magazeti haya. Hadi hapo kesho. Na before malize. Najua kuna harusi. Kuna harusi na sijui kama leo tutapata muda tusungumzie shangazi ya kujibu, lakini kuna harusi watu wanafanya harusi. Naam. Kuna ile harusi ambayo mnapatana na msichana, amchafanya chochote, mmedate for 2, 3 years, 5 years, alafu mmeoana. What if ukifanya harusi uoe, alafu upate kwamba yule mwanadada ambaye umeoa ni yule ambaye ana uwezo wa kuzaa? Utafanyaje? Najua ni mipango ya Mungu. Ilikuwa umuoe huyo. Na what if mpango wa Mungu ulikuwa kwamba yote utakayemwata ukiongeza bibi wa pili bado pengine atakuwa na uwezo wa kuzaa? Kwa hivyo itabaki tu mliamua kuishi mpendane tu. Unaweza anazaa tu, si eti mambo na kutapata. Ndio nakuuliza, unajua what if mipango ni ile ukipata utaoa mwingine bado upate hazai, bado utazidi kuwa hivyo hivyo? Sinajua utamu wa ndoa ni nini? Ni watoto. Na mtoto najua, ninavyojua mtoto si lazima awe ule wewe umezaa. Kuwa na mtoto ni ile furaha inakuja kuwa na mtoto, sio? Kwa hivyo unaweza adopt mtoto yote tu, lakini bora kuna ukiwa na mtoto wako ambao umezaa, unafurahia sana. Naam, kuna furaha, lakini kuulize swali moja. Ukiwa na mtoto wa ndugu yako pale nyumbani ambaye anakupenda na kuita Videl, ukikimbia si una feel vizuri na ndio hivyo. Kwa hivyo ukichukua ule mtoto kama wako, bado ukue na zile akili zako kwamba naam, hatuna uwezo wa kuzaa na ni mipango ya Mungu, ndio huyu tumepata, tumtunze. Basi leo katika mpango mzima wa story yangu kuna swala ambalo nimetumiwa, ni real life story na imetendeka katika county ya Kisii. Wiki moja tu imepita. Kuna mjamaa ambaye walikutana na mjumba wake, wakaoana, wamekaa kwa ndoa tangu 2017. Wamekaa kwa muda wa miaka 4. Lakini wameenda pale hospitali, wameshagundua kwamba huyu mwanadada ama huyu mwanamke wake hana uwezo wa kuzaa. Sasa hivi tunazungumza, huyu mwanaume akaona leo itakuwa sawa awe bibi mwingine. Alipoleta yule mwanamke, huyu mwanamke wa kwanza aliweza kujitia kitanzi. Vile tunavyozungumza yupo katika chumba cha hospitali ya Kisii hapa akiweza kupambana na hali yake. Wajua sasa mwanaume anashindwa, sasa unajua yeye anataka tu watoto. Vile vile ingawaje kuna kuoa bibi wa pili, pengine inakubalika kuwa bibi wa pili, lakini kidini kidogo sidhani kinakubalika katika Ukristo. Lakini sasa unajua wakati nafikia kiwango cha kuleta bibi wa pili, ni mazungumzo ambayo pengine utakuwa umekuwa na bibi yako, umemwambia yenyewe, najua mimi kwa maisha yangu nimetamani zaidi kuwa na mtoto. Kwa hivyo mimi ni sina shida na wewe. Kama ndio hivyo Mungu alipanga ni sawa. Mapenzi bado yatadumu, lakini nahitaji mtoto. Kwa hivyo nipe ruhusa nikaoe bibi wa pili. Hiyo kuna wanawake ambao ni very jealous. Very jealous. Haisitaka. Nakwambia, unaona mwanamke ambaye hana uwezo wa kuzaa, hata kama kwa jealous haje, ukimwambia nataka kuwa bibi wa pili, baadaye alimwambia akakataa. Una uhakika alimwambia akakataa? Alimwambia akakataa, tumezungumza naye moja kwa moja. Akasema bibi alikataa. Wapambane na hali yao wakiwa watu wawili. Si lazima mtoto, si maisha.
Sasa huyu na yeye kwa sababu wazazi wanamwambia sasa shwali, why did you marry them? Na najua shida ni ile kutokana na mila na desturi ya Mkisii. Ni yale tu ni kama ile jamu na kujanga wanasema kwamba mtoto ni mtoto wa kike na mvulana sio. Lakini sasa kama jamii ya Mkisii kidogo kuna zile kuna ile mila inasema kwamba lazima uwe na mtoto kijana, unaona. Nao yamefanyia kwamba kama bibi yake ana uwezo wa kuzaa mtoto wa mvulana, pengine wewe bibi wa pili aweze kuzalia mtoto mvulana, unaona, ili aweze kuja kurithi mali yako na aendeleze kizazi. Lakini sasa kwa hayo pia vile vile wazazi hawezi mpa amani kama huyo mwanaume. So vile vile ingembidi tu ameoa. Penzi mtazamaji, tutakutana katika mpango msima wa Seria Obotaka. Hapo ndani ndio tutapata kitengo cha story yangu. Na tutazungumzia hayo moja kwa moja ili tusikie kwamba huyu mjamaa tutamsaidiaje. La kwangu ni Fidel Omoshoge. Barikiwa. Hadi hapo kesho sana wakati kama wa leo. Jina langu ni Edwin Mukaya. Ngamanya kurua ngamatega kitimbu atikende pino eno koni konyora tindown. Akamanya kurua ragante ikende ata ititalibesa. Agante iturale nere. Turale nere mwe yemo ngunjo keiga amanya konga chingeni amakonga nilitoke. Igente kike kangechi. Ngamanya kurua. Now introducing my story yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye Omwana Webegetutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya story yangu, kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My story yangu ndani ya AGR FM.